Umewahi kukutana na mtu kwa mara ya kwanza, halafu kwa sababu tu anaongea vizuri na anaonekana nadhifu, ukajikuta unahisi kwamba huyu mtu lazima atakuwa mwerevu pia, lakini hata humjui. Hii inaitwa halo effect. Ni pale ambapo sifa moja nzuri ya mtu inaathiri namna tunavyoona sifa zake nyingine. Na hii ilionekana vizuri kwenye utafiti wa mwanasaikolojia Edward Thorndike mwaka 1920. Aliangalia namna maafisa wa jeshi walivyowatathmini askari wao kwenye vitu tofauti kama uwezo wa kuongoza, akili, tabia na mwonekano wa kimwili. Lakini akagundua kitu. Askari aliyepewa alama nzuri kwenye sifa moja, mara nyingi alikuwa anapewa nafasi nzuri hata kwenye mambo mengine ambayo hakupimwa nayo. Yaani, badala ya kila sifa kuhukumiwa peke yake, mtazamo wa jumla kuhusu mtu ulikuwa unaathiri kila kitu. Na mpaka leo watu hufanya hivi. Mtu anaongea kwa kujiamini, tunadhani anajua anachozungumzia. Mtu anavaa vizuri, tunampa picha fulani ya mafanikio. Mwanafunzi ni genius kwenye hesabu, tunaanza kuhisi kama atakuwa mwanafunzi bora kwenye kila kitu. Lakini halo effect ina upande mwingine pia, unaitwa horn effect. Hapa sifa moja mbaya inaweza kufanya tuanze kuhisi kila kitu kuhusu mtu huyo vibaya. Kwa mfano, mtu anafika kwenye interview akiwa amevaa ovyo. Kabla hata hajaanza kuonyesha uwezo wake, unaweza tayari ukawa umeanza kumuona kama mtu asiye makini au asiye professional, na huenda si kweli. Sasa hii knowledge inakusaidiaje? Kwanza unaweza kuitumia upande wako. How? Kama unakwenda interview, meeting muhimu, presentation au unakutana na watu kwa mara ya kwanza, usiangalie uwezo wako pekee. Jinsi unavyovaa, jinsi unavyozungumza, kuwa punctual, kuwa organized na confidence yako vinaweza kutengeneza first impression ambayo itaathiri jinsi watu wanavyokuona baada ya hapo. Haimaanishi ujifanye mtu ambaye sio wewe, uwezo uwepo, lakini presentation yako isiufiche. Lakini kuna upande wa pili ambao ni muhimu zaidi. Usiruhusu halo effect itumike dhidi yako. Mtu kuwa handsome, kuvaa vizuri, kuwa maarufu au kuongea kwa confidence haimaanishi moja kwa moja kwamba anajua anachozungumzia. Influencer kuwa na followers milioni 1 haimaanishi ushauri wake wa fedha ni sahihi. Mtu kuwa charismatic haimaanishi automatically atakuwa kiongozi mzuri. Na bidhaa kuwa na packaging nzuri haimaanishi ndiyo bidhaa bora. Kwa hiyo kabla hujaamini, hujanunua, hujampigia mtu kura, hujamwajiri au hata kumhukumu, jiulize, nina ushahidi kuhusu hiki ninachoamini au sifa moja tu imenifanya nione kila kitu kingine kipo hivi? Hiyo ndiyo halo effect.